Tariki ni 26 mweri wa kenda mwaka wa 2023 nimeko kwate we muthenya waku ukiri mwega ni na ni ndagioka ngetha gutware county ciothe hando ciaruma agumenyithie maria andiki aitu magituhariririe ithaa riri no mbere diary atobetwo mukire mamwe wa maria tukuhariririe. Mamwe wa maria tukuhariririe ni ati bodi ya kunyagia mithaiga KEMSA wikinya mbere ya kamiti gucokia ciuria iguru rigie mathabu ma ruhonge ruru. Kimwana kimwe kioikaine ta Moses Kimani gucoka mucii thutha wa kura miaka 12. Mafitha a ugitiri kuma Laikipia ya rugongo gutwarithia na mbere frigisheni ya gucaria makiria ma mahiu 400 mairwo wikendi. Etikira gumenyithie mau na maige ni ngetika Wambui Njau na tukiambiriria ruhonge rwa wa mithaiga bururi-ini rwa KEMSA nirikoretwo na ihinda iritu gucokia ciuria iguru ria ripoti ya muthurimi wa mathabu mathirikari na uria wekirire nganja uria ruhonge ruru rwagurire migunda gutari maratathi maria magirire kuringana na ripoti ino yonanetie ati KEMSA yagurire ngari niguo gukinyaniria utungata no indi gukigia na njiri uguri-ini uyu. You will recognize in the report the land in Nairobi has a lease title that is pending NLC approval. That is the main headquarter. Then we have the Menu land that has a certificate of title. The Isiolo land has a certificate of title. The Mombasa land is as an allotment letter. That's one of the land that we are following up for titling. Then the Embakasi Supply Chain Center. This Nairobi main headquarter land is a review of lease which was granted, Chair, in the last this 1 or 2 months. The number one. Then this is the main land, which is what we purchased in Embakasi as a certificate of title. Then the green site, which is just next to that one, also a certificate. Kakamega land has a lease title. Nyeri Depot has a lease title as well. Kisumu has a lease title. As an allotment. Then Kisumu now has title, but in the name of National Treasury. I think I apologize that is misrepresenting the allotment is misrepresented. Na tukitigana na icio turikia ginya kuria county-ini ya Naikuru kuria ni kurokire gikeno ngemi anadohio mwena wa Gikunjuro kuni county-ini ino ya Naikuru thutha wa mwanake omwe na uria wikaine Moses Kimani ukora gicokereria mucii thutha wa miaka 12. Moses uria ni wa mbere family-ini ino orire miaka 12 mihituku riria maikaraga na shosho wao gukiri uguo kugerera mutambo wa Facebook ni mahotete kuona mwana wao undu uria matugiritie na njira nene. Wachana wakati nilitua kazi huko Sudan, South Sudan, nikaenda kutoka mahali pale nikawa niko na shida ya mwili, nikashikwa na TB nikuwa huko. Sasa nilishughulika na mwili wangu. Tukasema kwa sababu kijana ni mkubwa, kwa sababu alituacha akiwa na miaka 20, ataenda alafu atarudi. Sasa katika ile hali ya kushughulikiwa na mwili wangu ilichukua miaka 3. 12 years sijawahi kumuona na macho yangu. Mwaka 12 tumejaribu tukatia Mungu. And today is our great day. Watu wa area hii. Amen. Watu wa area hii. I thank you bila kipimo. Mumeonyesha uzalendo. Mumeonyesha vile mnaudhika na hii kwa sababu mtoto wetu akituacha kutuacha akiwa hivi, alikuacha akiwa a normal person. Lakini juu ya
wachache ambao wamejitokeza kujinufaisha na vitu ambavyo ni vya kuharibu watoto ya wenyewe. You people who are dealing with these drugs, you shall never have peace. Sina maneno, ni furaha hivyo tu kuona mama na wazazi. Nashukuru kwa kunilinda hivi hapa. Poa sana. Ni akili tu iliniambia tembea kwa hata kidogo kabla ukufe. Hivyo tu. Alafu na maabitha a borithi nĩ mambĩkĩte birigiceni ya gwethana na mbũri itanyiheire 400 iria ciakorirwo ikĩiywo mũthia-inĩ wa kiumia nĩ andũ arĩa kana nĩ andũ arĩa marekoirwo gũkorwo methaĩte na matharaita na kũhĩthũkĩra rũnyanjara rwa Kilimanjaro nginyagia na rĩu mbũri 100 nĩcio ihithũkĩtio mwena-inĩ wa Wamba gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Samburu. Aikari magĩtetea nĩ kĩrĩa marauga batoni ĩno nĩ manyarĩrĩte na njĩra nene ona gũkungia wara maabitha aya a borithi. Kabisa ukiangalia hii Manyata hakuna ile mbuzi imebaki, ni watoto tu ya mbuzi imebaki ikitapaka. Ukiangalia hiyo mama watoto ile mbuzi walikuwa wanategemea kunywa maziwa imeenda yote. So ukiangalia hao hizi kitambo kidogo tulikuwa wametulia, lakini ni kama wameanza tena ile mtindo yao. So hao watu si watu wachache, walikuja kama umejipanga, kwa sababu wakati walikuja kwa hii kijiji walianza kule Kimanjo, walizingira kambi ya polisi. Mtu analala leo usiku kwa tajiri kwa mbuzi 100 ama 100 na kitu, kesha asubuhi unakuta kwa umekuwa maskini. Na watu wa Laikipia sisi hatuna shida na watu wengine, na watu kutoka Samburu na kutoka Isiolo wanatusumbua sana. Kishia ya kwamba zitarudishwa na pia watatiwa mikononi na wakishikwa wataozea jela. Na niwaambie hivi, alisema Kidiki akasema vizuri sana, jaribu kuelekeza buduki kwa maafisa wetu wale ambao wanaendelea na operation. Sasa hatusemi mambo ni matatu, sasa tunasema jambo ni moja, watapewa ile tunasema one way ticket. Sababu eneo hili wamekuja wakaiba mbuzi takribani 400, lakini nashukuru kwa sababu maafisa wetu wameweza kurundisha mbuzi kadhaa na bado operation inaendelea. Na tukithie na mbere kambuni ya Embu National Oil kwambĩrĩria kwaranĩria na anyititemi harĩ gĩcunjĩ gũcenjia thogora wa maguta. Kambuni ya maguta ya Kenya NOC nĩ yambĩrĩirie mĩario bũrũri-inĩ wothe ta gĩcunjĩ kĩa mũbango mũnene wa gũthondeka kambuni ĩrĩa kũringana na watho yagĩrĩirwo nĩ gũtũũria ũiganĩru wa maguta bũrũri-inĩ, no rĩu ndĩhotaga nĩ ũndũ wa mathĩna ma kĩmbeca. Ũnyitanĩri wa mũingĩ bũrũri-inĩ wothe ũrũmĩrĩire mũtaratara wa President William Ruto mweri ũcio ũrathirire uria wa kambuni ya thirikari iria igatuika kambuni imwe. We are in Embu currently conducting a public participation, awareness creation, sensitization session, and the main reason why we are doing this is concerning the revival and commercialization of National Oil Corporation of Kenya. The reason behind it is that being a state corporation, there is need to engage with the public to get their views and comments on where we are supposed to go in as far as the nationalization of National Oil Corporation is concerned. Public participation is going on throughout the country. As we speak now, it's in Mombasa, some in Garissa, others Kitale and Nakuru to cover the rest of the country. Also, you'll find that tomorrow we shall have a similar exercise in Nairobi and other parts of the country, and bringing everyone on board so that knowing that this is a public meeting, we must travel with the public in this journey. National Oil Corporation has experienced some challenges in the recent past, the main one being financial challenges, and the main reason why the government has seen it fit to revive the company is so that we can come out of this problem and be able to undertake our core mandate as is stipulated in our incorporation documents.
We are supposed to be carrying out several mandates, the main one being carrying out exploration and gas activities in the country, ensuring stability of oil prices, and over and above that, guaranteeing the security of supply. So because of the challenges we've experienced, we've not been able to undertake this mandate fully. However, it is anticipated that with this revival and commercialization, as was passed by Cabinet, we shall be able to revive and we shall be able to start undertaking our mandate effectively. Has been ongoing behind the scenes, and now we are coming to the public. As you know, the government has come in very strongly to try and revive and commercialize Mohoro, because it does a very important job for the country. A revived Mohoro will lead to, better fuel prices. It will lead to employment. Those subsidiaries that are being that shall be created will also bring about jobs for our people. So it's a very important exercise. Nao aikari a Naivasha matongoretio ni arugamiriri a wadi ni mahete ruhonge rwa KWS notithi ya mathaa 24 ya guthamia nyamo cia mutito thutha wa nguo kugumira aruti wira kambuni-ini ya utheria wa mai Naivasha na kuraga umwe wao muruti wira ucio atangathirwo gukorwo akuite thutha wa gukinyo thibitari-ini wa kaunti nini ya Naivasha guku aruti wira acio magikara na guoya wa iguru ria nguo icio iri ikoretwo ikigumira kambuni iyo. Hapa ndio mmoja wetu aliatakio na hipo ziko pale chini, ziko pondi ya chini. Alikuwa kufanya kazi yake ya kawaida, akirudi kwa station, hapo ndipo aliatakio na hizo hipo, ikamusha kwa pond. Tukamtoa, akakimbishwa hospitali, alikimbishwa mpaka Kijabe na alituacha. Naona ni vile sitaendelea huku hakuta kalika juu, hata hakuna offense ya kusuia wanyama kuingia huku ama watu wengine kuingia huku. Nampatia tahadhari mkubwa wa KWS ambaye ako hapa hivi. Hawa viboko within 2 hours kama atakuwa amewaondoa, sisi kama viongozi wa Naivasha tutanunua mapanga na kila kitu. Hawa viboko tutawatoa kabisa hapo. Hapo sana. Tumetikia tena wanyama kuwa wanaangaisha na kuangamiza maisha ya wananchi. Yule jamaa ameacha watoto wachanga sana. Ameacha bibi mchanga sana. Na hatutaitikia tena kama viongozi kuwa tunaenda kuchanga katika mazishi tu. Na ilhali serikali iko na jukumu la kuprotect maisha hawa watu. Power belongs to these people. Na serikali iko na haki ya kulinda maisha ya mwananchi. So masaa mawili watu wakoja leo ninajua sitanunua sukuma ama sitanunua unga. So ni hii na ni ukweli, tutazinunua hapa na tutatoa zingine zenye tuko nazo kwa manyumba. Tutakuja, hawa hawatarudi na sisi tutalala tukiwa tumekula minofu. Na ripoti ya kuma Korea mwena wa Naivasha ni rahekanya ga ukoro gikumuka wagithe kora kuona ati ndina mangi maingi maria njagirire ukoro gikurehera. Nako kaguru karime gatihana karibu nake mumagari niyo nagira tutaga wira wa kwendia hema migeka na ngonia kino wira wa diraga na goko na nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni goko kwa muthingi tithi nikio nitugicemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ thabarĩ yake kinya hau akinyĩte wiho gihare rugongo nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Mũthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũrugi.
Mutorera-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndangimenya ngoma nake tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Na nitwacokereria etikira guthii na mbere gutwarithia uria maria tugikuharirie na tukiambiriria arugamiriri insurance ya PC nimorete anyitite migurani na aria mataheirwo marua mao ma license meyumirie na maheo kihoto kiao akuringana na munini wa muikariri giti Rosemary Kavili ni ataririe ati kambuni nyingi cia uheni wa insurance ni hegukite na thuthaini aria magateithika na kambuni ici magateanirio oho ni ataririe ati a Kenya ni magirirwo ni kwirora muno ria marakorwo makigata marua mao ma license. The insurance companies has to demonstrate with a number of insurance companies which have gone under or collapsed or their licenses are withdrawn. But currently, as Policyholders Compensation Fund, we are compensating 2 insurance companies which have their license were withdrawn. Currently, we are compensating Resolution Insurance Company and Standard Assurance Company. Prior to that, we were compensating the Concord Insurance Company and the 2 lapsed. So we are calling upon the members of the public who had policies with Resolution Insurance Company and the Standard Insurance Company to come forward and launch their claims, because we are currently doing that as Policyholders Compensation Fund, which is our core mandate. Currently, we have compensated claimants of Resolution Insurance Company 700 claimants, which is totaling to amount of 82 million. Na murugamiriri munene wa mathomo ma ciana nini kaunti-ini ya Pokot ya ithũĩro Joseph Tonyirwa nĩarĩtie arutani mathie na mbere kuruta wĩra wao ona thengia yao kũgũmĩrwo nĩ mathĩna matiganĩte ta gũcererwo kwa mĩcara yao, akĩaria arĩ itũũra-inĩ rĩa Soga gũkũ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kapenguria hĩndĩ ya kĩgomano kĩa mathomo ma arutani kĩrĩa kĩrarehire arimũ makĩria ma 100 kuma gĩcigo-inĩ kĩu, akĩmerĩra atĩ thirikari wa gutigirira ni magacirithia miturire yao. Nataka kupongeza walimu wetu wa chekechea across West Pokot kwa sababu tumekuwa na changamoto mingi, lakini wameweza kuvumilia kazini na tunawahakikishia kwamba shughuli zao, mahitaji yao, mambo yao na kadha wa kadha kumekuwa na changamoto 1-2, so nataka kuwapongeza na kuhakikishia kwamba mambo yatawekwa taratibu, itakuwa sawa. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba tuko na challenges mingi sana kama walimu. Ya kwanza tuko na challenge ya learning materials. Hatuna learning materials kwa ECD centers nyingine. Tungeomba kama county government na tupe learning materials, hata curriculum designs iwe kwa wingi. Tumefurahi na tumeahidi ya kwamba tutaenda kufanya kazi nzuri. Imetupatia nguvu ya kwenda kufanya kazi.
Anareu jisekira tuigire ginya kure iharo-ini na twambia icicie team kana team ya Nyarari betikaini cia kagi team ya Harambee Starlets kuria muthenya wa umuthi wana cihenda wega thaa kenda ni magukorwo magithaka na team ya bururi wa Cameroon o ni thutha wao gukorwo makihutwo betika yao ya mbere ni team ino ya bururi wa Cameroon na ngaragano ino igukorwo githakirwo kiharo-ini kia Nyayo National Stadium na kuria team ya Harambee Starlets maraikorwo makiota kana ni magukorwo makimathira uhotani nigetha makorwo makinyitirira ngaragano-ini cia WAFCON kana ricio ngaragano cia gitaro kia Africa betikaini cia Nyarari. Na gukorwo kingira kiharo-ini kiu kia Nyayo ndurarihio onake umirai mugacambikire team ya Harambee Starlets. Tugithie na mbere manyabara matanyiheire 30 niyo makoretwo makiamu wiki inya maria maraheanwo ni kiama kiria matagabitika cia kagi gia CAF mwena wa Buruburu guku ni county-ini ya Nairobi. Amwe waria maraikorwo makiamukira amatumorute maya kana maya maraikorwo magiamukira mathomo maya ni uria wari goalkeeper wa team ya Harambee Stars mundu gwetwo Noya Ayuko. Kazi choro kuna kocha wengi hapa chini tuanze mpira wetu kila kutoka chini kuja juu kwa sababu mbia yaribika chini ndio wafika juu kwa ni shida. Na nashukuru federation sana ndio kuna kocha hivi sasa hivi tunapata ile nguvu pia ya kuweza kufunza hao vijana wetu. Ndio mpira wetu wa Kenya vipi imekuwa. As a coach I need to have the knowledge from our seniors and then with time we start training the kids from the grassroots. Now, in order to develop our football, we need to start from the grassroots, that is the young kids. And then some years to come, those are the same kids that are going to represent our country in the CECAFA and even in the World Cup. Coaching, more coaches, staffs, inakuwa easier sana kupata talent inaruka step moja. Kwa sababu ukiwa na knowledge, huwezi kubali uwe kijana ama uwe mtoto aruke hiyo step. Utaenda naye step by step mpaka ifike wapi? Ifike huko juu. Huwezi mharakisha ati anatoka chini anaruka juu. Hapana. Hapo utakuwa unamjenga, utakuwa unamharibia kabisa kwa sababu ataflop. Kuna stages alifanya nini? Alipita. Na riboti ya igie mathomo ma manyabara ni raikorwo gituhingira Gikunjuro kia Mohoro mugukorwo muthai mwe mukwa mugicemania na mundu gwitwo Wambui Njau no gukorwo gukunjurira maria magukorwo magithie na mbere kuhanika guko bururi-ini ni njuge ngatho cia mwanya ni we wakorwo gikarania na nie ngetika Wambui Njau.